Yo, mambo vipi? Ni Tino hapa Triple T. Karibu kwenye meza ya sauti, na katika session ya leo nitaenda kuonyesha jinsi gani ya kufanya vocal mixing kati ya vocal ya msanii anaye rap na vocal msanii ambaye anaimba. Na imani utaenjoy, share na rafiki yako ukipenda clip hii. No excuse, just produce. Karibu studio tufanye kazi. Peace. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho huwa nakifanya katika vocal yangu huwa naweka deep breath. Kwa hiyo katika preset hapa nakuja kwenye vocals, naitafuta deep breath mono. Sasa hii kazi yake ni kuondoa zile sauti za kuhema, breath. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza kabisa ambacho nakiweka ili kupunguza. Kwa hiyo unaweza ukapunguza kwa kiasi au ukaacha iwe nasikika kidogo. Una control hii hapa knob ya gain yake au ya threshold naweza nikasema. Kwa hiyo hapa nikiplay vocal, zile kuhema zinakuwa zimeondoka. Ukiona hapo inamkata sana, hata yeye mwenyewe anakuwa asikiki baadhi ya maneno. Kwa hiyo unaongeza juu kidogo ili simkate. Na play. My God, you're my God, we umekuwa langu kimbilio. Hadi hapo mimi naona imekaa poa. Baada ya ku deep breath na kuja sasa katika group langu la chain yangu ya mixing ambayo nimeitumia kwa QJ. Kwa hiyo kitu cha kwanza nilimwekea autotune. Natumia autotune pro na nikamwekea key yake hapa kwenye keys, na vitu vingine vyote nikaweka 0 na nikaweka alto tena, kwamba ndio level ya sauti ambayo huyu mwimbaji anaimba. Kwa hiyo ukimwekea autotune ikawa ina sound hivi. My God, you're my God, we umekuwa langu kimbilio. Kwa hiyo baada ya autotune huwa anakuja kurekebisha sasa vocal ya msanii mle ambamo anakuwa anatoka kwenye key. Huwa kwamba neno baada ya neno, kwamba kuna maeneo ambayo hajaimba vizuri, kwa hiyo autotune inakuwa inamkataa, inabidi uiweke sawa. Kwa unachokifanya huwa na double click hiyo vocal husika, alafu unakuja kubonyeza hichi kibonyezo hapa kimeandikwa edit vary audio. Ukishabonyeza hapa, vocal yako itakuja kuchanganuka kama hivi. Kwa hiyo neno moja baada ya lingine linakuwa linaonekana. Unaanza kumrudisha msanii wako mle ambamo walikuwa anatoka na anakuwa na shindana na autotune. Kwa hiyo nikiplay hapo, my God, you're my God, afuno you God, sijaipenda inavyosikika. Kwa hiyo namrudisha chini kidogo ili akae kwenye melody. Angalau imekaa. Na kama upendi huo mtetemo, unaweza ukaiselect ile neno husika, halafu unakuja hapa kwenye hiyo vary audio yako. Kuna sehemu ku correct pitch, kuna sehemu ya ku straighten curve, kwamba ule mtetemo unaondoka, lakini sauti pia inakuwa na kama ina autotune kali sana. Kwa hiyo unakuwa unachezea mpaka uone inapokaa sawa. Kwa hiyo unaweza ukafanya hivyo katika neno baada ya neno, mle sehemu ambapo sauti inakuwa imetoka kwenye key unarekebisha. Sasa mimi kwa kutokana na muda nilisharekebisha baadhi ya maeneo, kwa hiyo naendelea na step inayofuatia kuokoa muda. Kwa hiyo tukirudi kwenye chain yangu hapa, plugin ambayo nyingine ambayo huwa inafuatia, huwa natumia C4. Kwa hiyo kazi ya C4 ni kurekebisha frequencies. Vocal inapoingia katika mic, katika studio ambayo umerekodia, inaingia na frequencies za bezi, inaingia na frequencies za juu. Kwa hiyo kama msanii ana sauti nzito sana, unatakiwa control bezi yake. Kama ana sauti ambayo inachoma sana, inabidi ucontrol frequencies zile za kuchoma. Kwa hiyo hii ni multiband compressor ambayo inafanya kazi kama equalizer, inaitwa C4, ipo kwenye bando ya wave. Kwa hiyo kuna ambao wanapenda kutumia equalizer, lakini mimi napendaga kwanza na hii C4 kwa sababu pia inanisaidia kufanya compression ya vocal ili pia sauti iwe tight.
Kwa hiyo unachokifanya ili uweze kuanza vizuri au upate ule mwanga wa kuanzia, unakuja hapa kwenye load, unatafuta preset moja ambayo inaitwa vocal. Ukishaiweka hiyo vocal, inakuwa imejiset hii multiband compressor kwamba ina deal na vocal. Kwa sababu hii inafanya vitu vingi, unaweza kufanya mastering, ukafanya compression ya gitaa na vifaa vingine. Kwa hiyo nimeweka vocal ili niweze kupata setup ya vocal. Kwa hiyo hapa kuna frequency moja moja. Kwa mfano hii ni bass, na ukisolo hapo unakuwa unasikia ile sauti ya bass ya kwenye vocal yako. Umeona? Hii ni sauti ya kati. Hii ni sauti ya juu kidogo. Afu ni ile sauti ya juu ya kuchoma kabisa. Kwa hiyo bass yetu kama unavyoona hapa chini nimeikata, nimeivuta hadi chini ili kuondoa ule uzito na iweze kupenya kwenye beat. Alafu baadaye katika mid frequencies nikaziboost kidogo, kwa sababu hii ndio sauti sasa ambako inakuwa inachanua kwa msanii anayeimba au msanii yoyote. Lakini katika highs huku nimezikata kwa sababu zinakuwa zinachoma masikioni. Kwa hiyo unazikata kama hivyo. Umeona? Unatumia hizi knob za kushusha chini. Wakati huo kunakuwa kuna gain, range, attack, release. Hizi ni kama compressor. Kwa hiyo unakuwa unaweka kiasi. Kwa hiyo unakuwa una control pia kidogo kidogo kulingana na ambavyo unaweza wewe kuona kwamba compression inafanya kazi, lakini ile preset ya vocal inakuwa imeziweka katika level ambazo inatosha kuliko kuanza kuchezea kimoja baada ya kingine, unaweza kujikuta unapoteza muda. Kwa hiyo mimi huwa sihangaiki nazo sana, huwa nacheza kwenye kuskata tu na vocal inakuwa imeshakuwa imewekwa sawa katika swala la frequencies. Baada ya hapo preset inayofuatia katika chain yangu ni gate, ambao huwa natumia C1 noise gate. Hii kazi yake ni kuondoa mle maeneo ambapo msanii amekaa kimya, au labda kuna beat inasikika kwa mbali, au kuna ukimya, au kuna AC, au kuna kelele nyingine yoyote, inaondoa zile spaces ambazo amekaa kimya. Kwa hiyo unakuwa unacheza na knob hii hapa ya kucompress hapa na kuexpand. Kwa hiyo nikiplay utaona msanii anamokaa kimya na ukimya fulani unakuja ili kuwe kuna usafi fulani wa vocal. Kwa hiyo ukiongeza huko juu manake kule kukatwa kunaongezeka. Baadhi hata ya maneno ambayo ameongea kidogo nayo unaweza ukashangaa kaondolewa. Umeona kama hivyo asikiki kabisa. Kwa hiyo unakuwa unacheza na hii knob taratibu, unaishusha chini mpaka upate level ambayo imekaa poa. Ukishatoka kwenye gate, plugin nyingine ambayo wanapenda kuitumia ni X-Noise. Sasa hii X-Noise huwa naitumia kwa ajili ya kuondoa huwa napenda kuitumia kwa ajili ya kuondoa kelele za around, kwa mfano labda feni au AC au kuna chenga fulani ambazo zimeingia. Kwa hiyo inatumika kuondoa chenga na kufanya noise sauti iwe safi zaidi, ingawa huwa siitumii katika kila project, kwa sababu unakuta kuna project nyingine tumerekodi katika mazingira safi, haina haja ya kuweka hii X-Noise. Lakini siku hii tulikuwa tunarekodi, siku hii tulikuwa hatuna headphones. Kwa hiyo tulikuwa tunapiga speakers muziki, alafu msanii anaimba kwenye mic. Headphones siku nilikuwa nimezisahau sehemu, kwa hiyo ndio maana nikaweka hii ili kuondoa. Ndio maana ukisikia vocal yake pia msanii kwa mbali utasikia kama kuna beat inapiga, ni kwa sababu hatukuwa na headphones siku hiyo, tukawa tunatumia muziki wa kwenye speaker. Kwa hiyo ukishaiweka X-Noise yako unacheza na threshold na reduction. Vile ambavyo unaongeza hizi knob juu ndivyo ambavyo pia noise zinaondolewa katika vocal yako na vocal inakuwa safi. Lakini pia kama mtu unarekodi katika mazingira ambayo yana kelele sana mtaani au vipi, inaweza kukusaidia pia kuweka vocal yako ikawa safi. Preset nyingine ambayo inafuatia hapo ni equalizer katika chain yangu. Na equalizer ambayo mimi wanapenda kuitumia ni ya SSL channel stereo, ambayo nao ipo katika Waves, ni EQ ya Solid State Logic. Kwa hiyo equalizer inakuwa imegawanyika katika sehemu kuu 4 kama kawaida, ambako huko chini ni LF, maana yake ni low frequencies, hizi ni bass. Alafu kuna LMF ambao ni low mid frequencies, hizi ni bass, lakini kuna mid frequencies katikati. Alafu kuna high mid frequencies, hizi ni highs, lakini kuna mid frequencies kidogo. Alafu kuna high frequencies, hizi ndio
frequencies za kawaida ambazo katika sauti zinakuwepo. Na huku juu kuna vitu vingine kama filters, dynamics ambazo ni compressors na vitu vingine kuna gate. Hii ni plugin ambayo inaweza kufanya vitu vingi, lakini mimi huwa napenda kuitumia kama equalizer. Kwa hiyo kama kawaida nilikata bass kidogo, nikiplay hapo. Nikiongeza hii knob utaona kuna ubezi kwenye vocal, lakini ili vocal ipenye kwenye beat na iwe safi unakata kidogo kulingana na vocal yako inavyosikika na mazingira uliyorekodia. Baada ya kukata bass kidogo nikaja nikakata pia low mid frequencies kwa sababu nazo ni kama bass tu. Ukiziacha hizi zinakuja kushindana na beat au bass katika beat. Kwa nazo nikakaza kidogo. Alafu high mid frequencies kwa kuwa ni msanii ambaye anaimba na sauti yake iko juu kidogo, sikutaka niziongeze sana kwa sababu zingeleta sauti ya kuchoma. Kwa hiyo nikaacha kama zilivyo, na high frequencies pia nazo sikugusa. Nikaja kugusa kwenye filters kidogo nipate kisauti fulani kama kiko filtered fulani. Kabla ilikuwa hivi, lakini baada ya kuongezea filter kwa kiasi fulani sauti kanakuwa katamu, kanakuwa kamebana fulani hivi. Kwa hiyo hivyo ndio vitu nilivyofanya katika equalizer yangu. Sikugusa tena ma compressor manini wala sikuweka kitu kingine chochote huko pembeni. Baada ya hapo sasa ndio inakuja nafuatia compressor katika chain yangu. Na compressor ambayo nilianza nayo ni hii hapa, R compressor ya kawaida tu kabisa ya kwenye wave. Na kama kawaida huwa kuna preset za kukusaidia uweze kuanza kazi. Kwa hiyo unaweka ya vocal. Kama kawaida compressor inafanyaga mambo mengi. Kwa hiyo ukiweka vocal hapo inajiset katika namna ambayo unaweza ukaanza na ukaweza kurahisisha kazi yako. Sasa compressor kazi yake ni kuweka balancing ya sauti mle ambapo msanii ameenda juu sana kufanana na ambapo ameenda chini sana. Kwa hiyo vocal iwe standard, iwe stable. Kwa hiyo ina knob kuu 5 ambapo kuna threshold, kuna ratio, kuna gain, attack na release. Kwa hiyo threshold hii ni kizingiti au kwamba maximum voice ambayo hutaki sauti yako ivuke. Unaweka kama dari ambalo kwamba vocal yangu isiende juu zaidi ya hapa. Kwa hiyo kwa kawaida inakuwa iko chini huku. Kwa hiyo ukiplay vocal yako unaweza ukaweka kizingiti labda hapa ndio isivuke vocal yangu. Mimi huwa sipendi kutumia namba exact kwamba weka threshold sijui negative ngapi, hapana. Huwa nasikiliza vocal yangu jinsi ambavyo imekuja, alafu mle ambapo vocal imezidi kidogo ndo naweka kizingiti changu. Alafu ratio sasa ndo mkandamizo wenyewe, kwamba je, unataka hiyo vocal yako iliyozidi ikandamizwe kwa kiasi gani. Unavyoweka namba kubwa ndivyo ambavyo pia vocal inakandamizwa zaidi. Kwa hiyo mimi naekaga kiasi tu kulingana pia na msanii pia na kelele kiasi gani. Kwa hiyo nikimsikiliza QJ hapa yuko standard, hapigi makelele sana, kwa hiyo sina haja pia kumkandamiza sana. Kwa hiyo nikaeka tu 2.4, 2.5 afu nikanasikiliza. Kwa hiyo vocal inakuwa tight, lakini pia inakuwa ina level. Halafu unakuja kumalizia na gain. Gain sasa ni inaokoa sasa au inanyanyua zile ambazo ziko chini kulingana na kizingiti ulichokiweka, kwamba je, zile vocal ambazo ziko chini zifikie level gani, ndo zinafikia ile level ya threshold ambayo uliweka mwanzo, ndo una boost kidogo gain yako. Kwa hiyo kama msanii ameimba kwa sauti kubwa sana haina haja ya kuboost pia sana. Kwa mimi nimeboost kwa sababu pia QJ alikuwa ameimba sauti ya chini kidogo. Sawa. Huko juu kuna attack na release, kwamba je, hiyo compressor katika vocal yako ianze kufanya kazi muda gani. Kwa hiyo ukipunguza huko chini ikiwa ndogo, manake pale tu sauti inapoanza kusikika na compressor hapo inaanza kufanya kazi, mkandamizo unaanza kutokea. Kwa hiyo unavyoweka namba kubwa mpaka 5, manake mkandamizo unachelewa katika vocal yako. Unavyoweka namba ndogo mkandamizo unawahi. Release unavyoweka namba kubwa, manake ule mkandamizo ukitokea katika vocal yako kuachiwa ipumue vocal inabanwa muda mrefu, lakini unavyorudisha huko nyuma kupumua kwa vocal kuna rahisika au kuna fanya haraka. Kwa hiyo mimi huwaga napenda kuweka mkandamizo ambao sio haraka sana, na kuachia pia spendi iachiwe kwa haraka sana. Kwa hiyo una balance kulingana na ambavyo unasikia vocal zako. Hakuna namba ambayo ni lazima iwe hivyo, unacheza nazo taratibu. Umekuwa langu kimbilio.
Baada ya hapo plugin ambayo inafuatia ambayo huwa napenda kuitumia ni CLA compressor. Hii nayo ni compressor nyingine ambayo yenyewe huwa napenda kuiweka ili niongezee tightness ya vocal. Na nikiweka hapa huwa siweki preset yoyote, lakini unaweza kuwa unaweka Sibilance Vox au Vox na ikakusetia setting nzuri kwa ajili ya vocal kuwa tight. Hii ilitengenezwa kwa ajili ya wale watu wa vocals wa kwenye maredio, lakini mimi huwa napenda kuitumia pia katika vocal kwa sababu nipate hiyo feeling ya vocal kuwa tight katika mix yangu. Kwa hiyo nikiwasha hapo, ukiweka kwa mfano Sibilant Vox, utaona inajiseti na inakuwa kama unavyoona. Kitu cha kukumbuka hapa kwenye analog, weka off kwa sababu hizi analog ni zile chenga fulani kama za kwenye radio. Ukiziacha hizi, mwishoni kuja kuboost muziki wako, yale machenga yanakuwa yanasikika pia. Kwa hiyo huaga nafunga hiyo analog, alafu nacheza na hii knob ya peak reduction, ndio inayosaidia sasa vocal yangu ionekane kama imedumbukia kwenye beat. Kwa hiyo naiongeza kidogo mpaka kwenye 60 hapo. Mara nyingi nachezaga napo hapo. Kama naona vocal inabanwa sana, basi nairudisha kidogo mpaka kwenye 50. Kwa hiyo nikiweka hivyo inasikika hivyo. Umekuwa langu kimbilio. Plugin inayofuatia baada ya CL2A huwa natumia de-esser. Na de-esser kazi yake ni kuondoa zile S's au sauti zinazochoma katika uimbaji wa msanii. Sana sana akiwa amesema S kama inavyojiita S au she, inategemea. Kwa hiyo ukishaiweka hii de-esser stereo, hapa kuna preset zake. Kwa kuwa ni mwanaume nikamwekea male S, kwa hiyo yale maeneo ambayo anasema S kwa nguvu yanakuwa yanakatwa ili mtu asiumie masikioni akiwa anasikia hiyo mix. Kwa hiyo nikiplay hapo inakuwa na sound kama hivi. Umekuwa langu kimbilio. Hata hivyo QJ katika uandishi wa hii chorus hawakutumia sana S, ndio maana hapo uwezo kuona effect yoyote, lakini huko mbeleni zipo, lakini unaweza kaiweka especially kama ni verse ndefu ambayo inakuwa na herufi S katika uimbaji wao. Baada ya hapo plugin ambayo nimeiweka katika chain yangu ni RVox. Sasa RVox ndo plugin ambayo inakuja kuboost sasa muziki wako na kuboost ile vocal isikike ina nguvu. Kwa hiyo ukishaiweka RVox inakuwa ina knobs hizi tatu. Kuna hii hapa ya gate ya mwanzoni, kuna hii ya compression na kuna hii ya gain. Hii ya compression ndio ambayo unaivuta ili vocal iwe na nguvu na unakuwa unaangalia isizidi. Ikizidi sana pia inakuwa inaleta makelele na vocal inakuwa inasikika kama vile ina distortive. Kwa hiyo jitahidi kucheza vizuri na hii compression na gain. Kwa hiyo nikiplay hapo, umekuwa langu kimbilio. Huko juu inakuwa haina sauti, haina nguvu, lakini unavyozidi kuvuta, umekuwa langu kimbilio, vocal nayo inakuwa ina nguvu. My God, you my God. Sasa hapa tunaweza tukaanza kucheza na beat pia ili usikie, je, beat haimezi hiyo vocal. My God, you my God. Kwa hiyo kwa kiasi fulani vocal inakuwa inasikika na inakuwa ina nguvu. Sasa ukiona kama vocal labda inasikika kwa nguvu sana afu inakuwa inaharibu hii gain, inakuwa inatumika sasa kupunguza ile distortion ya vocal. Unaweza kaishusha kidogo au kaiacha kulingana na nguvu ya vocal ya msanii wako. Na hii gate inaondoa zile chenga zile ambazo labda baada ya kuboost vocal yake inaweza kama imeingiza chenga fulani. Kwa hiyo unaipandisha juu kidogo tu ili uweze kupata vocal safi zaidi. Baada ya hapo plugin ambayo mimi huwa nafuatia ni Virtual Mix Rack. Hii hapa ni ya Slate Digital, ile kampuni ya kutengeneza plugin kama ambavyo ilivyo Waves. Kwa hiyo mimi huwa napenda sana kuitumia hii, na huaga natumia plugin mbili katika hii set, ambao kuna hii hapa Revival yenyewe kazi yake kama jina lilivyo ni kama kukomboa vocal, kuongeza vocal ichanuke, na ina knob mbili tu, shima na thickness. Kwa hiyo ukiongeza shima hapo vocal inakuwa inaamka zaidi, frequencies zilizokuwa zimewekwa chini zinanyanyuka na inakuwa inachanua kwenye beat. Kwa hiyo nikiwasha hiyo inakuwa hivi. My God, you're my God. Kuna hewa fulani imeingia hapo na vocal inasikika safi zaidi. Thickness ukiongeza sauti inakuwa nzito, inakuwa imejaa. Lakini pia huwa napenda kutumia compressor
hii hapa inaitwa Custom Opto ambayo huaga ipo tu humu ndani. Hii plugin ina ma compressor na vitu kibao huko pembeni, kwa hiyo huaga naitumia hii kwa ajili ya kuongeza tightness ya vocal na vocal isikike katika ile industry ya kimuziki zaidi. Kwa hiyo nikiwasha compressor yangu huaga natumia preset moja inaitwa Warm Vox, kwamba vocal yangu iwe ya moto kama ambavyo imeandikwa, na kweli inakuwa inaleta hiyo hali ya vocal kuwa iko tight na inasikika vizuri. My God, you're my God. Kwa hiyo unakuwa unacheza na hizi knobs mbili, output gain na peak reduction. Peak reduction ni kwamba isizidi kelele kiasi gani, na output gain ndo nguvu sasa ile ya vocal kutoka. Unaweza ukacheza na ratio na mix na smoothness. Kama hutaki iwe warm, unaweza kaweka iwe airy au iwe aggro au smooth, ni wewe tu, unacheza na knobs nyingi, lakini mimi nilikuwa nataka vocal iwe warm. Kwa hiyo hii preset ni nzuri sana kwa kuweka vocal zako ziendelee kukaa kitaalamu. Baada ya hapo process zilizofanyika ni nyingi, kwa hiyo frequency nazo zimecheza sana. Mimi huwa napenda kuweka pia C4 tena baada ya mixing, na lengo ni kwamba frequencies zote ambazo zilicheza baada ya kuweka ile C4 ya kwanza zile zimetulizwa. Kwa hiyo inakuwa kama equalizer kwa ajili ya kutuliza baada ya boosting na nini. Kwa hiyo ukiweka hapo vocal inakuwa ina sound kama hivi, na preset ambayo nilitumia ni ile ya vocal na sikugusa vitu vyovyote vile, nikaiacha ifanye yenyewe kazi. Kwa hiyo hapo utaona kwamba vocal imetulia zaidi, tofauti na ambavyo ilikuwa mwanzoni kipindi nimefanyia boosting na mavitu mengine yote. Kwa hiyo C4, na mwishoni kabisa huwa napenda kumaliza na compressor ambayo ni SSL compressor ya waves, na hii nayo kama kawaida kama unapenda kutumia preset unaweza kuweka preset, lakini mimi msiwekagi preset yoyote. Huwa anacheza na threshold, attack, ratio, makeup na release. Kwa hiyo vipimo ambavyo huwa napenda kuvitumia ni kwamba baada ya hii mlolongo wote niliofanya wa mixing, vocal yangu isizidi dB 4. Umeona? Kwa hiyo na play vocal alafu nakuwa naangalia zile dBs kule mbele, ule mshale wa dB usiwe unavuka kwenye 4. Kwa hiyo nikiplay hapo, my God, you're my God, we umekuwa langu kimbilio. Utaona yale maeneo ambamo wanatamka maherufi inatamkika kwa nguvu zaidi au kwa msisitizo, inakuwa inasikika vizuri, kimbilio. Umeona? Sasa hiyo ndio level ya kujua kwamba unafanya compression na inakaa vizuri kwa kusikiliza jinsi ambavyo maneno yanatamkika, ule msisitizo wa herufi kwa herufi, ndio namna pia ya kujipima na kujua unafanya compression vizuri kiasi gani. Ukishaweka hiyo threshold yako, unakuja sasa kuongeza makeup ambayo ni output gain au ni sauti volume. Kama unataka ende juu sana, kama vocal bado iko chini, au kama uache huko kwenye 0 ni wewe, lakini mimi nimeongeza kidogo kwa sababu msanii alikuwa yuko chini kidogo. Na mwisho kabisa nikaja nikamalizia na de-esser, ambapo de-esser kazi yake ni kuhakikisha kwamba kama kuna frequencies zote za kuchoma choma ambazo zimekuja na huu mlolongo wote mpaka mwisho zisiendelee kusikika, ili mtu vocal yake pia endelee kuwa safi. Sio lazima, mimi huwa napenda kuweka mwishoni, na huwa siweki preset ile ya male s hapa, naikaga male sh. Kwa hiyo nikisha iweka hii vocal inakuwa imetimia. My God, you're my God, we umekuwa langu kimbilio. Yani vocal inasikika kinyamwezi, pamoja na kuwa na hata huko nyuma kwamba kuna beat inayosikika na nini, lakini vocal imetulia. Kwa hiyo hapa ni vocal before ona inavyosikika. My God, you're my God, hapo ni before, hapa ni hapa after. My God, you're my God, we. Bas, baada ya hapo sasa unaweza ukaweka effects zingine ambazo unazipenda, kwa mfano reverb au delay au effect yoyote ambayo wewe unaweza ukaona inafaa. Kwa hiyo mimi hapo kitu cha kwanza ambacho huwa nakifanya, nakuja kwenye beat hapo, naweka compressor kama project inamalizika huko kwenye Cubase, kwamba beat nimetumiwa au beat labda ni wave au MP4 au MP3. Kwa hiyo compressor kazi yake nataka nifanye side chaining, kwamba beat inaposikika isikike vizuri, lakini vocal ikiingia pia beat itulizwe kidogo. Kwa hiyo ukiweka compressor ya kawaida kabisa kwenye Cubase, unaiwasha hapa juu, hiyo ndo kuactivate side chain. Ukishaiwasha hapa juu, unashusha threshold kidogo, kwamba mkandamizo unatokea baina ya beat na vocal.
Ukishashusha mkandamizo hapa, mara nyingi huwa naweka chini ya 30 dB, negative 30 dB, ambao unakuja hadi negative 35. Hapa mara nyingi huaga mkandamizo unakaa vizuri. Ratio unaweza kuweka 2 point, hata ukienda hadi juu. Unavyoongeza ratio hapa, maana yake mkandamizo wa vocal inaposikika, beat kukaa kimya, unaongezeka pia. Attack huwa naweka fast attack ndogo kabisa, hold naekaga ndogo, milliseconds chache, release. Sasa hapa kama nataka beat isiwe nasikika sana, naweka hadi mwisho. Kwa hiyo maana yake vocal itakuwa inasikika sana, alafu beat inakuwa inaminywa zaidi. Kwa hiyo unaweza kuweka katikati kulingana na wewe ambavyo unapenda. Kitu cha mwisho cha msingi ni hapa kwenye makeup, usiache automatic, uwasha alafu acha iwe 0 dB, kwa sababu mara nyingi beat inakuwa inacheza kwenye 0 dB au negative 3 dB, lakini acha kwenye 0 dB. Ukisha tengeneza hii setup ya sidechain yako, unakuja sasa huku kwenye ile group lako la vocal. Katika group lako la vocal hapa, unakuja kuiwasha sidechain kama hapa kwenye, ngoja niitoe hii ya kwanza. Unakuja kuiwasha katika unakuja kwenye group lako huku la vocal, unakuja kuiwasha hiyo sidechain ya beat. Ukibonyeza hapa, unaitafuta beat, ambako beat mimi nilikuwa nimerename hivi, bwana mdogo director Dodoma. Kwa hiyo ndo sidechain yake. Kwa hiyo una select hapo, alafu unawasha sidechaining. Kwa hiyo ukiwa una play hapo, my God, umekuwa langu kimbilio. Manake msanii anamosikika beat inakuwa inaminywa, alafu beat msanii anapokuwa amekaa kimya, beat inakuwa inaachia, inapumua. Kwa hiyo unakuwa na control hii knob mpaka uone wewe balancing imekaa poa. My God, kwa hiyo hadi hapo mimi naona imekaa fresh kabisa. Baada ya hapo tunakuja kuweka effects zingine, ambapo hapo kuna reverb, mwangwi, na mimi natumia reverb ya umumu ya kawaida ya kwenye Cubase, na natumia preset moja inaitwa Whole Grand Chamber, na nimeichezea mpaka nilipokuwa naona kwamba hii sound katika hii reverb imekaa poa zaidi. Kama unataka upate preset yangu kama ambavyo ipo, unaweza ukanicheki hapo kwenye namba yangu ya simu hivyo hapo chini. Lakini unaweza ukacheza na hizi low frequencies au frequencies, ukacheza na reverb time na size mpaka ukapata reverb ambayo ina sound vizuri na wewe unaona inakaa poa. Cha msingi hapa katika wetness, weka wet only, alafu ongeza level ya mix ili upate ile effect ya reverb vizuri. Ukishaweka hivyo, chini ya reverb yako unaweka tena compressor, unaiwasha sidechain. Lengo la kufanya hivi ni kwamba pale ambapo msanii anaimba, reverb hiyo inasikika, lakini isiwe kubwa sana kiasi kwamba hata vocal inakuwa inaharibika, inakuwa chafu. Kwa hiyo weka pia sidechaining kwenye reverb. Ukishaweka compressor, unakuja sasa kwenye ile group lako la vocal. Unaiwasha kwanza reverb. Reverb yangu hii hapa naiwasha. My God. Kwa hiyo unasikia vocal inakuwa na reverb nyingi sana. Sasa mimi sitaki iwe ina reverb kiasi hicho, ndio maana nikaa naweka sidechaining. Kwa hiyo natafuta sidechaining ya reverb hii hapa chini, imeandikwa reverb compressor, alafu naiwasha nayo. Kwa hiyo hii compressor ndio inakuwa inasaidia mpokeano wa vocal na reverb. Kwa hiyo reverb inakuwa inasikika vizuri na vocal inakuwa inasikika vizuri. Kwa hiyo nikiplay inakuwa ina sound kama hivi. My God, umekuwa langu kimbilio. Kwa hiyo unakuwa unacheza na kupunguza reverb hapa juu, wakati compressor inakuwa inafanya kazi yake pia, na reverb yako inakuwa inasikika kwa usafi. My God. Kwa hiyo hicho unaweza kuweka kwenye effects zingine ambazo kama unaweza ukazifanya. Kwa mfano delay, unaiweka delay yako, lakini pia unaiwekea na sidechaining ili pia upate mwingiliano mzuri wa vocal. Kwa nikiplay hapo,
My God, you're my God. We. Nikipiga na beat yangu. My God, you're my God. We. Umekuwa langu kimbilio. Kwa hiyo kinachobakia hapo ni kufanya balancing ya beat yako isizidi vocal, basi na mixing imekaa poa. Kwa hiyo mixing preset hiyo unaweza ukaitumia kwenye vocal za msanii anaye rap, lakini tu inakuwa inatofautiana kidogo kwenye baadhi ya maeneo. Kwa mfano labda kama msanii wa rap unahitaji sauti yake iwe bass, una boost kidogo tu frequencies za bass, au kama utaki iwe reverb kali, kwa sababu rap mara nyingi inakuwa haitakiwi na reverb nyingi ili ule uzito wa msanii usikike. Kwa hiyo unakuwa unacheza kidogo tu na vitu hivyo, lakini basically huaga natumia mixing preset hiyo ila tu naichezea kidogo kutokana na uzito wa msanii ambavyo ana sound. Kwa hiyo kwa mfano hapa katika vocal ya rap nimemwekea kwanza autotune. Mtu anaweza akashangaa, mbona unaweka autotune kwenye msanii anaye rap? Ni kwa sababu kila neno katika sauti ya binadamu lina tune. Kwa hiyo hata rapper huyo ameimba kulingana na melody ya tune ya beat hii. Hata kama anachana, lakini kuna namna fulani, kuna sehemu, kuna melodies zinasikika katika vocal yake. Kwa hiyo unaweka ile autotune lakini unaipunguza kidogo. Kwa kama hapa nimeipunguza sana, kwa hiyo inakuwa haisikiki sana. Ziliwatokeeni zilizogawanyika. Baadaye nikamchapa na C4 kama ambao nimechapa kule mwanzoni, nikamchapa na gate kama ambao nimemchapa kule mwanzoni, nikachapa X noise kuondoa kelele, nikachapa SSL compressor, nikachapa SSL equalizer. Kwa hiyo nikakata bass kidogo na nikamuongezea kidogo kwenye filter hapa. Alafu nikaichapa compressor kama kawaida. Tofauti yake umeona msanii wa rap kidogo alikuwa yuko juu, kwa hiyo hata threshold yake niliweka juu kidogo, na gain hapa sikuongezea katika compressor, na ratio nikaweka 3.5 kwa sababu alikuwa na sauti kubwa sana. Ziliwatokeeni zilizogawanyika tili sisi. Na lengo la kufanya hivi ni ili kupata vocal iwe tight. Baada ya hapo nikamchapa na CL2 kama kawaida, CL2 nikamweka kwenye peak reduction ya 60, nikaichapa DS kwa ajili ya kuondoa S's. Ziliwatokeeni zilizogawanyika tili. Nikaichapa RVox kwa ajili ya kucontrol boostiness ya ile vocal yake. Ziliwatokeeni zilizogawanyika tili. Baadaye nikaichapa virtual mix rack kama kawaida. Sema sasa msanii wa rap sikutaka nimweke sauti yake iwe imechanua sana, iwe na hewa nyingi, kwa sababu ya utofauti kidogo wa muimbaji na mtu anaye rap. Ziliwatokeeni zilizogawanyika tili sisi. Baadaye nikaja nikamchapa na C4 tena kama kawaida ili kucontrol ile level ya frequency ambazo zilikuja ku raise baada ya mixing ya kwanza. Nikaja nikaiweka pia mwishoni SSL compressor. Ziliwatokeeni zilizogawanyika tili sisubiri cha foleni, wanipa mbili dabo gosheni, wala sikustahili mtu kazi kokoteni leo. Baadaye nikamchapa DS mwishoni ya kuondoa she's. Ziliwatokeeni zilizogawanyika tili sisi. Kwa hapo before ilikuwa hivi. Ziliwatokeeni zilizogawanyika. Sauti haina nguvu. Baadaye ziliwatokeeni zilizogawanyika tili sisi. Baada ya hapo nikaja kumalizia na effects katika group langu la vocal ya rap, ambako nilimwekea reverb kama kawaida, nikamwekea ile side chaining ya kwenye beat, delay na side chaining yake ya delay ikawa hivi. Ziliwatokeeni zilizogawanyika tili sisubiri cha foleni, wanipa mbili. Kwa hiyo ukipiga na beat inakuwa na sound hivi. Ziliwatokeeni zilizogawanyika tili sisubiri cha foleni, wanipa mbili dabo. Kwa hiyo mixing unaweza ukaja ukarudi baadaye ukarekebisha kitu ambacho unaona kikukaa poa, ukakipunguza, kama ni reverb, kama ni delay na mambo mengine mengi. Kama utapenda nikupe hizi mixing chain zangu naziuza, unaweza kanicheki hapo kwenye namba yangu ya simu na ukaweka oda yako nikakutumia, ukawa unazitumia katika mixing zako. Lakini pia kama utataka nikutengenezee mixing chain, natengeneza pia, unatumia project yako, unaniambia unatumia plugins gani na kutengenezea, unakuwa unatumia na unaenjoy kulingana na unachokitaka. Subscribe katika channel yangu, share na rafiki yako. No excuse, just produce. Peace.